Najua kwamba ninachokifanya ni makosa, lakini hii ni damu ya mshirika. Lazima tunaelewana. Nimekuelewa. Pesa inatubadilisha roho, tunafanya mkae agano la giza ili kufanikiwa. Kwa shetani kuna njia ya kuingilia tu, hakuna ya kutoka nje, 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 nje. Ozma. Najua nafanya makosa, lakini sikujua kwamba na huyu ni damu ya mshirika. Lakini mshirika ameahidi kuwa atalipia. Kaka, mbona nipo hivi? Abu. 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 Shut up! Wewe ni kijana, umri wako, kuna watu pia wanakutegemea. Epuka na vitu ambavyo vitakufanya usionekane ndani ya dunia hii. Sikia nikwambie,
Kumdharau usiyomjua, kumdharau usiyomjua, usije ukarudia ndani ya maisha yako. Na hata kama mtu ukimjua, usimdharau, maana huwezi kujua yukoje. Wewe, nimekuambia Hili lazima ulilike. umenielewa? Nimekuelewa. Sia! Pesa inatubadilisha roho, tunafanya mke wangu, sauti yako imenishtua. Na kwa nini upo katika hali hiyo? Hivi wewe, kwenye kile chumba kuna nini? Kwa shetani kuna njia ya kuingilia tu. Nizungumze mara ngapi juu ya kile chumba? Nizungumze nini, niseme nini juu ya kile chumba? Swali lako ni lile lile la kila siku na matokeo yake ni yale yale, hayawezi kubadilika. Sina jibu lolote zidi ya lile ambalo nimekuambia siku zote kuhusiana na kile chumba. Najua unaelewa. Unaelewa kabisa ninachokimaanisha. Swali langu ni lile lile kila siku. Kwenye kile chumba kuna nini? Na kama ni mama yako, leo nataka kumuona. Sia! Kila siri ina ukomo wa usiri, na hii ndi siri yangu mimi, ina ukomo wake. Sawa, wewe ni mke wangu, sijakataa hilo, lakini pia kuna mamlaka na sheria za kwangu mimi kama mwanaume Denmark. Aha, nimechoka. Denmark, nilijua utani kabisa, lakini naona hivi vitu viko serious. Nilikuwa na imani na uvumilivu, nikiamini iko siku hii siri nitakuja kuambiwa, lakini naona siku zinavyozidi kwenda, siri inazidi kuwa siri. Kwani kuna maana gani sasa mimi kuwa mwanandoa? Unamaanisha wazi, kwa sababu sasa hivi maneno yako yanaonyesha dhahiri kuwa hauniheshimu, si ndio? Nimechoka. Pesa inatubadilisha, tunafanya agano la giza. Shida yako nini? Unafahamu kuwa ninakupenda sana, na kwa sasa una siri zangu nyingi sana ambazo hazihitaji kujua mtu yoyote zidi yako. Lakini pia nahofia kovali zangu zitavaliwa na watu wengine endapo wewe nikiruhusu ukitoka hapa. Aha, kumbe unayajua hayo, si ndio? Sasa kuna haja gani ya kuwekeana siri ikiwa mimi ni mwanandoa kwako? Kila kitu kina wakati wake na muda wake. Ni vile tu wewe mimi huwezi kunielewa kwa haraka. Sina lengo la kukuficha. Nahitaji muda. Inatosha. Nisikize Denmark. Mimi sio mtoto mdogo. Sijui unanielewa wewe? Najitambua. Mimi nilikuja hapa nikijua kwamba wewe ni mwanaume ambaye unajitambua na kuniheshimu.
Sikuja hapa kwa ajili ya kupangiwa hapa niingie hapa nisiingie. Hayo maisha siyawezi. Sio, unanielewa? Hivyo basi naomba uniache nikaifresh nafsi yangu. Sia, wewe ni mwanamke wangu, mimi ni mke wangu wa ndoa, ni halali. Sasa hafla tu unaondoka, unamaanisha nini? Umekaa na ukafundika, umefundwa wewe, umefundwa Sia jinsi ya kuishi kwenye ndoa. Matatizo madogo madogo si ya kuwapelekea wazee, haya yanatakiwa tumalize. Hata mimi nalijua hilo, lakini katika kufundwa kwa unakosema, mimi nilifundwa kwamba hakuna wanandoa wanaowekeana siri. Sasa hii siri mpaka lini? Na ndio maana naona nikuache. Inaonekana ukuwa una mpango kwa kwenye ndoa wewe. Hukujipanga kabisa. Nilipokuja kwenu nikakuoa, niligundua kwamba wewe ni mwanamke wa maana sana. Sawa, lakini wazazi wako pia mimi ndio wamenikabidhi, na mimi ndio nina mamlaka wewe kuondoka au usiondoke. Naongea kama Denmark mwanaume. Naomba tukaongee ndani. Nani niachie? Pesa inatubadilisha, tunafanya nyagano la giza. Mwanangu, kulikoni na haya mabegi? Hakuna usalama mama. Kama unavyoona nimerudi. Umerudi? Kivipi? Mama, hatuko sawa na mume wangu, na mimi nimechoka, kwa hiyo nimeona tu bora nirudi. Sijakuelewa bali mwanangu. Niambie kilichokurudisha hapa kitu gani? Hilo swala unanielezea mimi hapa sijakuelewa. Mimi wewe nimekuozesha. Umeenda mbilini kwako. Leo unarudi na mabegi yako bila chochote tu, naambia nimechoka kukaa huko, nimeshachoka. Kweli? Nipe vitu vya msingi. Nipe vitu vya msingi. Mimi wewe tena nishakuozesha. Mama, nisiwezi kurudi. Misingi ninayoishi pale, sidhani kama wewe ulikuwa unaishi hivyo na baba. Hamkunifunza hivyo. Ninachotambua mimi, wanandoa, iwe mke, iwe mume, haipaswi kufichana chochote kile. Sasa kwa nini mimi naishi kwenye question mark, nabaki najiuliza kila siku? Mama, fikiria. Kwa hiyo hicho kitu gani anachokuficha yeye mpaka ushindwe kuelewa, ukabeba mabegi yako na uendelee mpaka hapa nyumbani? Mwenzo taarifa nayo? Anajua. Na kakuna ya mabegi unavyobeba? Ndio. Kakupa taarifa? Naelewa mama kwamba talaka ndo misingi ya mimi kurudi hapa nyumbani. Naelewa vizuri tu sheria zenu. Lakini kutokana na mambo yanayoendelea, mimi nimeona haina haja kuendelea kukaa pale. Najua itakuwa ngumu kwako kunipokea, lakini mimi naomba tu mama unipokee. Sasa mimi nasema hivi,
mimi sikupokei. Ukitaka la zaidi hapa, rudi na talaka. Sijakufunza hivyo, na sheria ya dini unaijua. Kwa hiyo ukikopeshana kidogo tu, basi wewe urudi tena, unarudi na vilago vyako, mimi naenda nyumbani. Kweli? Pale ni nyumbani kwangu, nimeolewa mimi, sio mchumba. Ni ndoa, nyumba yangu, lakini naikiwa mipaka. Kuna chumba nimeambiwa nisikiguse na wala nisikifungue, na nikimuuliza kwa nini, ananiambia mle ndani kuna mama yake anaumwa na ni ugonjwa wa kuambukiza. Lakini cha kushangaza, mimi ndo mke, napika chakula, naambiwa niweke nyuma ya mlango, siruhusiwi kumwona huyo mama. Na imani mume wangu ndo anampa iko chakula, yeye hawezi kuambukizwa huo ugonjwa. Mimi naogopa. Yaani mimi hata kuna muda nafikiria labda kuna mawili. Inawezekana kuna mwanamke mle ndani au kuna vitu vya kutisha. Isije kama ameua mtu huko, ameenda amemweka kwenye kile chumba. Mwisho wa siku nakuja kukamatwa, mtoto wenu napelekwa jela. Naenda kuozea jela mimi. Kuna faida gani? Si bora nirudi tu nyumbani. Hii swali ni zito mno. Lakini hilo ndio linakutisha wewe. Mpaka unabeba vilago vyako narudi. Hiyo swala kusababisha ubebe vilago vyako rudi. Na hilo si swala kuongea tu wewe na mmeo huko. Eti unabeba vilago na rudi nyumbani. Hilo ndio belo lako la msingi wewe. Hilo sio la msingi. Kama na mambo yake atajua mwenyewe na mzazi wake. Wewe pale umeenda kwa ajili ya ndoa yako. Kadiri na ndoa yako. Unabeba vilago na rudi nyumbani kweli mwanangu kweli? Ile linakuingia akilini? Si hata majirani utakucheka mwanangu. Sasa mimi nasema hivi, hivyo vilago vyako urudi navyo kulipotokea. Haya mabegi yako beba. Sababu kama angekuwa amekupa talaka au kama angekuwa boyfriend na mwingine tu, hapo ni kweli. Lakini tu kisa akakwambia tu usiingie kile chumba. Wewe kaika mawazo tofauti. Hilo ndio kufanya urudi nyumbani kweli? Hapana mwanangu. Kwa hiyo mimi siwezi nikakupokea. Sheria hiyo haipo kokote. Kokote nenda mwanangu, sheria hiyo haipo. Rudi nyumbani kwako. Kama kuna la zaidi, mimi nitamwona mmeo. Bora ungesema mama nimebeba talaka hapa, mimi narudi. Karibu. Kwa shetani kuna njia ya kuingilia, hakuna ya kutoka. Nje pesa inatubadilisha, tunafanya